Kuna siku ulizungumza kwamba ulikuwa umekaa na rais wa Al Ahly, akasema kwa namna alivyo ikiangalia kikosi cha Yanga, akasema inawezekana fainali ikacheza Al Ahly na Yanga. Kuna namna kauli ile inatengeneza pressure kwa timu au kwako binafsi? Hakuwa rais. Nilikuwa niko na miongoni mwa delegation ya Al Ahly, walikuwa pale VIP, na bahati nzuri ni mtu ambaye pia tulisafiri naye wakati tunatoka Egypt, wakati tumetoka kucheza mchezo wetu wa kwanza na tulivyopitia Egypt kutokea Algeria. Tulisafiri naye kwenye ndege moja, na bahati nzuri kumbe tukakutana naye uwanjani akiwa sehemu ya delegation ya Al Ahly. Baada ya kuiangalia timu yetu, akasema mna timu nzuri na tutacheza fainali na Yanga katika mashindano haya, kwa sababu kwa timu ambazo wameziangalia wanaona kwamba miongoni mwa timu ambazo zenye ubora mkubwa sana ndani ya bara la Afrika kwa sasa, basi Yanga ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa tishio. Yanga ni miongoni mwa timu chache ambazo sasa hivi Afrika zimekuwa zikiogopewa, lakini hata ukiangalia katika rankings mbalimbali za mpira kwa Afrika, tumekuwa tuko katika kundi lile la tunaweza kusema la elites wa Afrika kwenye mpira kwa hii level ya vilabu. Ni kauli ambayo mimi sidhani kama inaleta pressure yoyote kwa wachezaji wetu, bali inaongezea hamasa ya wao kuhakikisha, lakini pia kujiamini kwamba wana uwezo na wako katika sehemu sahihi ya timu, lakini wako kwenye nafasi ya kuweza kuweka historia na record zao binafsi, pamoja na kuisaidia timu kuweka historia nyingine kwa bara la Afrika, lakini kwa Tanzania kuweza kuifikisha timu yetu mbali sana katika mashindano haya ya CAF Champions League, kwa sababu tulishaweka historia ama record nyingine ya kucheza mchezo wa fainali, ambapo hakuna aliyeamini kama Yanga ingecheza fainali ya CAF, lakini taratibu tuliweza kufika. Kwa sisi tunaamini malengo yetu ya kwanza katika mashindano haya tulishayafikia, na tunaamini kwamba bado tuna nafasi ya kuyavuka na tunaweza kuyavuka. Mimi ni watoe hofu wana Yanga, lakini tutakapoyavuka sasa watu wataanza kuzungumza lugha tofauti kama walivyozungumza msimu uliopita, na mimi kauli ambayo bado naiamini na ninaamini kuna siku itatimia na tutarudi kuizungumza tena. Arafat Haji ni mwajiriwa wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini vile vile makamu wa rais wa klabu ya Yanga. Unawezaje kubalance kazi makamu wa rais lakini vile vile mwajiriwa wa serikali, na au ni ngumu kiasi gani kufanya kazi hizi mbili? Ni majukumu mawili magumu lakini makubwa sana kwa taifa letu. Kuweza kuaminiwa na rais wa nchi, kupewa taasisi kubwa sana nchini kuiongoza, ni heshima kubwa sana, na ni nafasi ambayo inahitaji ujitoe muda wote, utumie nguvu, akili na busara katika kuhakikisha unaliongoza shirika ama taasisi katika njia ambayo itakuwa na tija na faida kwa jamii. Kwa hiyo inahitaji utumie muda wako mwingi sana kufikiria, muda wako mwingi sana kutoa miongozo na kuisaidia taasisi kuweza kutimiza malengo yake. Kwa hiyo inatumia muda wangu mwingi kuhakikisha najiridhisha na kila kinachofanyika, kuhakikisha kwamba kila ambacho kinafanyika kiko katika taratibu na miongozo inayotakiwa kufanyika kazi zetu. Huku upande wa pili kuna taasisi nyingine kubwa ya Yanga, na utofauti katika nafasi mbili hizi ni kwamba Yanga mimi ni makamu wa rais, lakini Zanzibar Insurance mimi ndio mtendaji mkuu. Yanga tuna mtendaji mkuu naye ambaye ndio anasimamia shughuli za kila siku. Kwa nafasi ya rais, makamu wa rais na wajumbe wa kamati ya utendaji, sio nafasi ambazo zinahitaji mtu uwe unafanya majukumu yako kila siku. Ni strategic roles za kuisaidia taasisi kuweza kwenda mbele na kufika mbali zaidi, kwa sababu tuna watendaji ambao wapo na wameajiriwa kwa ajili ya
kuisimamia taasisi ama kutekeleza yale malengo ambayo sisi kama kamati tendaji ya Yanga chini ya rais wetu tunawapa watendaji wetu chini ya mtendaji mkuu kuweza kufikia yale malengo yetu. Kwa hiyo ni taasisi mbili ambazo pia zinaweza kwa namna moja kuingiliana katika utendaji wake. ZIC ni taasisi ya kibiashara, Yanga ni taasisi ambayo inafuatiliwa na jamii kubwa. Kuna namna pia ZIC inafaidika na uwepo wangu ndani ya Yanga, kwa sababu watu wengi wanapata kuitambua ZIC na kuweza kuisaidia ZIC kukua kibiashara kupitia uwepo wangu ndani ya Yanga. Sio siri, ni Yanga ina wafuasi wengi Tanzania na hauwezi kupita mahali popote hata mtoto mdogo asijue Yanga, na unapokuwa associated na Yanga pia ni rahisi watu kuweza kuelewa kitu kingine unachokifanya. Kwa hiyo kwangu naitumia taasisi yangu kutekeleza majukumu yangu ya ZIC, lakini pia nayo inafaidika na uwepo wangu ndani ya Yanga. Tunaita zina complement each other. Kwa hiyo kwangu naona imekuwa na faida kubwa, na ndio maana ndani ya kipindi cha miaka mitatu hii ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini nikiwa na miaka miwili na takriban siku 11 tangu nimeingia ndani ya ZIC, mabadiliko yamekuwa ni makubwa, kuanzia mfumo wa uendeshaji wa ZIC, kuanzia aina ya huduma zinazotolewa ZIC, lakini pia kuweza kukuza uwezo wa makusanyo wa shirika la bima la Zanzibar. Nimeingia nikikuta ZIC kwa mwaka ikiwa inakusanya takriban bilioni 20 za makusanyo ya ada za bima. Mpaka tunamaliza mwaka 2023 ZIC imeweza kukusanya zaidi ya bilioni 40 za Kitanzania kwenye ada za bima. Kwa utaona kwa namna gani kwamba uwepo wangu Yanga hauja compromise mimi kuwepo ZIC, badala yake ZIC pia imefaidika na mimi kuwepo Yanga, kwa sababu imetumika kama sehemu ya kuitangaza ZIC. Tumeona taasisi za bima pia zimeanza kuingia kwenye mchezo wa mpira wa miguu kama kuja sehemu ya udhamini. Ni kwa sababu wameona kwamba ukitumia mpira wa miguu kuna mileage kubwa zinapatikana kwa taasisi kuweza kufanikiwa kibiashara. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa na faida kwa pande zote mbili. Ulitangazwa kama mtendaji mkuu bora wa mwaka 2023 na taasisi ya kimataifa ambayo makao makuu yako nchini England. Lakini vile vile shirika ambalo unalifanyia kazi ZIC lilitangazwa kama shirika bora la bima kwa mwaka huo huo. Ilikuwa habari njema au habari kubwa kiasi gani kwako na kwa taasisi unayoifanyia kazi? Ukiweza kutambulika hata nyumbani tu kwamba umekuwa sehemu ya mchango mkubwa wa kukua kwa taasisi yoyote ama kuongezeka kwa huduma ama ubora, ni jambo linalotia moyo sana. Sasa hii imekuja kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, inaonyesha kwamba kile ambacho tunakifanya ndani ya ZIC kimekuwa kinaonekana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kuweza kupata tuzo ile mimi kama mtendaji mkuu, kwangu mimi lilikuwa ni jambo la heshima sana na la faraja, lakini lenye kutia moyo kwamba nikiendelea kutekeleza yale majukumu yangu kwa ufanisi zaidi, kuna mengi mazuri yatapatikana na yatakuja kwangu binafsi, lakini kwa taasisi pia, lakini pia kwa shirika la bima nalo kutambuliwa kama miongoni mwa taasisi za bima zilizokuwa bora sana hapa Tanzania, linaongeza uaminifu mkubwa sana kwa wateja wetu ambao tunawahudumia, lakini pia linaleta sasa mvuto kwa wateja ambao hawakuwa wakihudumiwa na ZIC kuendelea kuiamini ZIC na wao kuja kutaka kupatiwa huduma na ZIC. Tupo kwenye biashara ya bima kwa zaidi ya miaka 53. Tuna uzoefu mkubwa sana, tunatambua mahitaji ya Watanzania kwenye biashara ya bima ama kwenye huduma hizi za bima. Kwa tuna uzoefu mkubwa, na ndio maana tumeweza kupata tuzo za aina hii, na tunaamini katika mwaka huu wa 2024 wakati nchi inaadhimisha miaka 60 ya mapinduzi, na sisi tutaweza kukuza
huduma zetu na kutambulika zaidi ya nje ya mipaka hii ya Tanzania na zaidi ya kule ambako tulitambulika kwa mwaka 2023. Lakini pia tunatarajia kwamba itatupa sasa hamasa ya kuweza kutanua huduma zetu za bima nje ya mipaka ya Tanzania.